Ya wokovu umegawanyika katika makundi matatu. Naweza ngasema kama vile Mungu alivyo mmoja lakini yupo kwenye ofisi tatu, yani ofisi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kadhalika wokovu unaweza kusema upo kwenye phases tatu, yani phase ya kwanza, ya pili na ya tatu. Phase ya kwanza ya wokovu ni pale mtu ambapo Yesu amegonga hodi kwenye mlango wa moyo wako, ukafungua akaingia ndani yako. Hiyo ni phase ambayo inakuaga na watu wengi sana, ni rahisi kwa watu wengi sana. Wanaweza kaokoka watu 1000 sasa hivi ama leo hii kwenye mkutano ama popote pale. Lakini phase ambayo inafuata phase ya pili inakuaga ni phase ngumu sana. Na hapa ndio Yesu akasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Na ile phase ya tatu ni phase ambayo ile siku mwanadamu anaondoka kwenye uso wa nchi, yani anaondoka duniani. Tunasema kwamba huyu mtu muda wake umeisha, amefariki. Sasa phase ya tatu inategemeana na phase ya pili uliishaje. Phase ya kwanza haina shida. Hapo ndo nakuta watu wengi wameokoka, lakini mbio za wokovu, unaposikia wokovu ni safari, ipo kwenye phase ya pili. Umeshampokea Yesu, manake umehamishwa kutoka ufalme wa giza umewekwa kwenye ufalme wa nuru. Sio kwamba tayari kila kitu kimekamilika. Na kuna tofauti ya kuokoka na kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili kuko ndani ya wokovu, lakini haimaanishi ukiokoka kwenye phase ya kwanza umeshazaliwa mara ya pili. Ukishaokoka manake umetolewa kwenye hatari kwenye ufalme wa giza, umewekwa kwenye usalama kwenye ufalme wa nuru. Lakini unapokuwa kwenye ufalme mpya wa nuru, unaanza kukulia wokovu, ndio safari sasa inaanza kuchanganya hapo. Hapo ndo kuna kujifunza, kuna kukua, kuna majaribu, kuna kusimama, kuna kuanguka. Anayevumilia hii phase ya pili mpaka mwisho ndiye anayekuja kuokoka kwenye phase ya tatu. Wengi huanza na Mungu wanaokoka, lakini phase ya pili huwa inawashinda, wanabaki wachache. Hii phase ya pili ndo pale Biblia inaposema kwamba njia ni nyembamba, ina miiba imesonga, ipo kwenye hii phase ya pili ya wokovu. Phase ya kwanza ni rahisi sana, wote tunaokoka. Phase ya pili kuipiga hiyo mbio ya marathon ya wokovu, kuikamilisha mpaka pale ambapo umemaliza mwendo. Ndio maana Paulo anasema kwamba vita nimevipiga, imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza. Na kwa nini Yesu aseme kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka? Kwa sababu phase ya pili ni phase ngumu. Ndio hapo unaona kuna watumishi wa Mungu walianza vizuri na Mungu, wamekuja kukengeuka katikati. Wengine fedha imekuja imewatawala, wengine umaarufu umekuja umewatawala, wengine zinaa imekuja imewatafuna, kwa sababu phase ya pili ni phase ngumu kuliko phase nyingine yoyote. Na phase ya pili ndio inayoamua phase ya tatu uende wapi. Unaweza ukaokoka ukaanza na Mungu ukaharibu kwenye phase ya pili, alafu mwisho wa siku usiende mbinguni ukaenda kuzimu. Phase ya pili ndio safari ya wokovu ilipo. Shalom.